Unavyoendelea kukaa nayo kwa muda mrefu, changamoto yako ya bawasiri. Nikisema bawasiri, maana yake ni ile hali ya kuvimba sehemu ya haja kubwa au kupata maumivu na kutokwa na damu katika sehemu ya haja kubwa. Inaweza kusababisha madhara makubwa sana kwa mwanaume au mwanamke, hususan kwa upande wake wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula pamoja na mfumo wa uzazi. Na baadhi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwa mtu ambaye kwamba amekaa na changamoto ya bawasiri kwa muda mrefu ni kupata maumivu ya mara kwa mara, hususan anapokwenda haja kubwa, lakini pia kutokwa na damu hususan anapokwenda haja kubwa, au kuna wakati unakuta hafla tu katika safari zako au mizunguko wako unakuta damu inatoka na kuanza kuroesha nguo za ndani. Lakini pia inaweza kusababisha kuvuka au kuvutika kwa sehemu ya haja kubwa. Hii ni kutokana na kwamba ile mishipa ambayo inapatikana katika sehemu ya haja kubwa tayari imeshaanza kupata athari kwa asilimia kubwa. Lakini pia changamoto hii kama itaendelea kukaa kwa muda mrefu inaweza kusababisha athari katika mfumo wa uzazi. Ikiwa ni mwanamke inaweza kumletea shida, au mwanaume pia inaweza kumletea shida katika uzazi wake, ikawa ni ngumu kuweza kubeba ujauzito au kuweza kutungisha ujauzito. Lakini pia kuna ile discomfort wakati unashiriki tendo la ndoa, badala ya kupata raha unakuta kuna maumivu yanajitokeza sehemu ya haja kubwa, na mwisho wa siku unaikuta unapoteza hata ladha ya kushiriki tendo la ndoa. Sasa kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao kwamba wanasumbuliwa na changamoto ya bawasiri au uvimbe sehemu ya haja kubwa, kuna mambo unapaswa kuzingatia, na kama utazingatia basi inaweza kupunguza zile athari ambazo unaweza kuzipata endapo utakuwa na bawasiri. Jambo la kwanza, hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Lengo la kunywa maji ni kuongeza kiwango cha unyevunyevu au kuongeza kiwango cha maji katika mabaki ya chakula, kwa sababu tunajua kwamba chakula unapokula, unapokimeza, mwisho wa siku kinapelekwa katika utumbo mpana kwa ajili ya kufonzwa maji na kwa ajili ya kutolewa nje. Sasa kama utakuwa haunywi maji ya kutosha, basi chakula kikifonzwa maji kinakuwa kikavu, na kikiwa kikavu inakuwa ngumu sana kwenda chooni, na ndio maana unakuta watu wengi sana ambao wana changamoto ya bawasiri inakuwa ni ngumu kupata choo, na kama atapata choo kinakuwa ni kigumu. Unaweza kumkuta mtu siku 2 siku 3 hapati choo. Hii ni kwa sababu kwamba kuna mkandamizo unatokea kutokana na kukosekana kwa maji. Unapokunywa maji mengi itasaidia kinyesi kuwa chepesi, na kile kikiwa chepesi kitatolewa. Ina maana kila siku utakuwa unakwenda chooni walau mara moja. Lakini pia jambo la pili, hakikisha unatumia vyakula vyenye nyuzi. Kwa mfano mboga za majani kama vile kisambu, mchicha, sukuma wiki pamoja na mboga nyingine. Lakini pia tumia matunda kwa wingi, nayo pia yanasaidia kuongeza kiwango cha maji na nyuzi ambazo zinakwenda kusaidia katika utumbo mpana. Lakini pia hakikisha unaepuka kula nyama nyekundu kama vile nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo, kitimoto, nazo pia ni hatari kwa mtu ambaye ana bawasiri, kwa sababu zile zinakwenda kuchochea bawasiri kukua. Lakini jambo jingine, ikiwa ni mmoja kati ya watu ambao kwamba wameshahangaika kwa muda mrefu sana kutatua changamoto ya bawasiri, unaweza kuchukua namba yangu nikakupa mwongozo wa lishe pamoja na program ambazo zinaweza kusaidia kuweza kuondokana na changamoto yako. Ondoa chanzo, kutibu tatizo lako.